kabisa, na mimi nimekuwa kama chawa sasa. Sometimes naweza ngampigia mtu mzima na simu apokei, kumbe ana mazambi yake. Kwa kaona bana, wewe njia yako hiyo. Pita piga. Bwana, mambo vipi? Mimi naitwa Morgan Karisa Master, the King Master Buffalo kwenye 1 and 2. Leo tupo na star mkubwa Tanzania, East Africa. Unaweza kusema hata Africa pia. Ni way back sana, mkali wa misimu yote. Kachekesha mababu zangu, mabibi, mashangazi, manani, mpaka leo kwenye Gen Z tuko naye. Unajua ni nani? Bwana, jitambulishe mwenyewe kwanza. Maana unajua kuna vitu vingine. Kuna mtu anaweza kusahau jina lake, anaitwa Dickson Samson Makwaya. Hilo ni jina la nililopewa na Yesu. Jina la kutafutia ubwabwa naitwa Bambo by Simple Karibi AMB and Channel O. Yeah. Hii Channel O kwa nini kwenye nickname yako kuna Channel O? Ilikujaje? Bambo O. Umechukua ile Bambo ya kule ukaweka O ndio Channel O. Na nickname yote hiyo ni umeitengeneza wewe mwenyewe au ulipewa kwa sababu ya Bambo? Ulipewa kwa sababu Bambo tu ni jina la kitangulizi kwa kule kusini kwetu Songea huko. Kule Songea kwa mfano, kama unaenda kuomba kitu kwa mtu, unapoenda pale, kama anaitwa labda Franki au Juma, lazima useme Bambo Juma, Bambo Jumo, Mbara Chindu fulani. Ukisema Bambo anaonekana umenyenyekea. Leo mwambie Juma, Bambo Juma. Kwa nikachukua lile. Okay. Yeah. Sawa. Kumekuwa na kutokuonekana sana Bambo kwenye baadhi ya vitu ambavyo wanaandaa Gen Z wa sasa hivi ambao ni wachekeshaji. Yaani huonekani nao sana, lakini pia hata kwenye kazi zao mara nyingi wao wanakuwa kama wanafanya kivyao na nyie ma legend mnajikusanya kivyenu. Hii imekaaje? Kwa nini kusingekuwa kuna mchanganyiko hapo tukapata radha ya mixing kati ya nyie wa zamani na wao sasa hivi walokuja? Kwa sababu hata nyie wa zamani pia bado vitu vyenu vipi, unafahamu kama msemo wako wa hakuna shido pia ulitumika hata kwenye nyimbo wa Mario, tayari bado na thamani yenu bado ipo, lakini kwenye kazi za kuigiza bado mko nani? Inakuaje Bambo? Mimi nafikiri katika utafutaji tu. Unajua kwenye kutafuta lazima kuwe na vita. Hizi ni vita za saikolojia, ni kwamba labda tumwache tu akwame, umeelewa? Au akija hapa atakuwa atafanya hivi, itakuwa, umeelewa? Kila mmoja na mtazamo wake. Na ndio maana unapokuta kwamba kuna namna nyingi ya kutafuta uhuru au ukombozi. Wengine wanatumia silaha, wengine wanatumia maneno tu, wanakwenda sawa. Na wengine wanaanza kutumia fitina, chuki. Kwamba ni muue fulani afu mimi niwe pale. Kwa hiyo mtu aishike nafasi yako. Lakini sasa inakuwa haiwezekani. Sasa mimi matilio bado yananitoka tu. Ningekuwa bado natungiwa na mtu kweli. Hata kama ningekuwa natungiwa na mtu, sinaweza kuyawakilisha. Yaani tatizo wewe cha kusemea unacho. Unaona? Wanasema na wangoni anayepewa maiki kama hivi anasema eti mheshimiwa nisemee mumo au nisemee cha kumpembeni. Kwani ukilenga kuna shoti na cha kusema kipo. Kipo, mimi natoa tu vitu. Sababu naona hakuna mtu anayegusa zile sehemu. Kwa hiyo mimi nikikaa kimya panapoa. Kwa hiyo acha mimi niweke vitu vyangu tu kama kawaida. Vitu viende mjini. Spembelebede ugende ubwelili. Sawa. Bambo, kuna mtu ambaye unafanya naye kazi sasa hivi kwenye kazi zako au unajimiliki mwenyewe, yani kama una mkataba na mtu sasa hivi, situation ya wewe binafsi kwenye kufanya kazi imekaaje? Watanzania wanataka kujua, watu ambao wanakufuatilia wanataka kujua. Mimi nafikiri kwamba nina manager, alafu nina manager kama manager ambaye anaitwa Angel. Alafu nina manager wa interview na nini anaitwa Baspira. Sijui nimesha kumsikia Baspira. Wewe na manager wangu. Kwa hiyo ndio mimi nafahamu, lakini katika mazingira mengine sijui nini, control nyingi ni mimi mwenyewe. Dana unazipiga mwenyewe. Nazipiga mimi mwenyewe. Sawa. Hii issue sasa hivi Instagram kuona matangazo. Hivi mtu anahitaji kuona shilingi ngapi ili amuone Bambo apige naye tangazo au muingize kwenye deal yake yoyote inayohusiana na matangazo? Mara nyingi hayo ni mapatano, kwa sababu unajua mimi binafsi huwa bei zangu sizilopoki katika
uwazi namna hiyo. Inategemea mtu ana uwezo gani, huwezi kujua, huwezi kumlimiti mtu. Alafu utajaji wa bei pia ni kipaji. Unaweza ukataja bei mwingine ukakuta watu wanakimbia. Umeelewa? Kwa hiyo wewe sometime utulie pia kwenye kutaja bei. Sio unakuwa kama una mapepo unakurupuka huko from nowhere. Bilioni. What is that? Watu wanazungumza bwana, video yangu nilishuti milioni 700. Nilienda wapi na wapi. Ile uone kama inawatengenezea brand kama wanavyosema, na wewe mwenyewe pia kama ukisema hivi itakutengenezea brand kwamba Bambo huwezi kumgusa kwa hela yako ya ndizi. Jipange. Wanasema wao. Yeye anasema, lakini ukimwona swali alovaa pale hata 7 ifiki. Hasa bilioni zinaingia kwenye hewa au kwenye anga. Kwa hiyo ni namna tu fani mbwembwe za ujuaji. Hizo zipo hizo. Ndio maana unakuta watu wale pale hela zao wanashika wenyewe. Lakini mtu wa kawaida hela zake anashikiwa na mwananchi. Anapewa kidogo kidogo. Maana kwa mwingine ukienda ukamkunguta hela nyingi anakulaani mwingine. Anaweza kukusomea hata kisomo. Jamaa kanikunguta bei kweli, loti zati. Inakuwa ngumu. Yes, bado tupo hapa na mkali wa misimu yote Bambo, tunafanya naye interview DNA Television, unaitazama na kuisikiza right now. Mimi naitwa Morgan Karista. Leo Bambo hayuko peke yake, yupo na moja kati ya vijana ambao Bambo yuko naye kwenye sanaa, ni kama mentor wake. Anamsogeza mbele, alipoishia Bambo huenda na yeye anaweza kasogea mbele zaidi. Ni msanii wa kuimba na ni pamoja ni rapper pia. Ni mkali kinoma. Ukipata nafasi ya kumsikiliza kwenye mitandao ya kijamii utakubaliana na mimi. Sasa Bambo, kitu gani kilichokuvutia ukasema kwamba mimi lazima na mimi nipate mtu ambaye nitakuwa na fanya naye kazi, na wewe ukasema nisiende mbali, nianze na familia? Kitu gani zaidi ambacho ulikiona kwa ukasema huyu anaweza kupita njia hizi? Yaani alikuwa mtu wa aina gani? Yaani huyu mimi nashangaa sana kwa sababu yaani yeye alipoanzia kwanza moja kwa moja alikuwa, mimi nilikuwa nampa simu akiwa bado mdogo. Wengine walikuwa wananipiga vita, kwa nini unampa simu mtoto? Nikasema simu sio utajiri. Simu ni mawasiliano. Sometimes naweza nikampigia mtu mzima na simu hapokei, kumbe ana madhambi yake. Lakini mtoto mdogo anapokea faster na unajua direction inasemaje. Na yeye akaweza kuchezea simu vizuri. Mwisho wake akawapita hadi watu wazima kuchezea simu. Ana edit, anafanya hivi, anamunga mtu WhatsApp, sijui nini YouTube, sijui nini. Yaani kama kasomea IT akiwa bado mdogo, akaanza kuchezea kunirekodi mimi vitu vyangu kwenye simu, ananishuti mimi, anatupa kwenye mtandao, na mpaka YouTube yangu kaifungua yeye. Umeelewa? Sasa angalia huru niliyompa, amekuwa anaweza kuchezea simu kulikoni. Baadaye akaanza kujua kujifunza kushuti. Anasoma kwenye simu, anafanya. Akawa anaweza kushuti, anatumia kamera, ananishuti mimi mpaka leo. Michezo yangu inaenda Azam, siji wapi nini, vibonzo vyote vinavyomuona, anashuti yeye, anaedit yeye, alafu yeye ndiye anaiongoza ile account. Leo baba tufanye hivi, tufanye hivi. Lakini tulikotokea huko mara nilivonunua gita, naye anapiga gita. Fast yani ni yupo tu aelewe. Yupo sharp. Kwenye kuimba akawa anajaribu. Sasa kasema nikaona namna gani. Anajitetedi kima, kasema huyu kweli. Nikawa namuacha. Anapokuwa anapokata tamaa nampa moyo. Endelea, mbona leo uimbe? Anaendelea hivi. Mwisho wake naona sasa ananiambia bwana, mimi kazi ya kushuti nitasimamisha, acha kwanza niangalie kuimba. Kweli anaandika faster verse, ananiandikia hata nyimbo yangu ile, mimi ile piece za buku 2 kaniandikia yeye. Bwana. Yaani anaandika faster, yani fresh kabisa. Alafu tungo za kisasa kabisa. Kwa kama bana wewe njia yako hiyo. Pita piga. Kweli looks imetoka kwa mzee. Kabisa, na mimi nimekuwa kama chawa sasa. Chawa wake. Au sio? Ni mtoto wako wangapi? Huyu wa pili. Kuna wa kwanza naye ni wa kike au wa kiume? Wa kike, wa kwanza wa kike. Una watoto ngapi? Kama 5 hivi. 5 hivi. Unajitahidi sana Bambo. Wazee wa zamani nyinyi mlikuwa sio wavivu. Ni kweli hapo, lakini kufuli nishafunga. Sawa. Bwana, mambo vipi? Safi. Uko poa? Maiki imekambaa. Bwana, mzee anatoa minyama yote kwako, anasema kwamba wewe wakati unaanza ulikuwa ni wa moto, uko sharp.
umeenda kasi naye mpaka sasa mwisho wa siku mwenyewe akaona hapa sasa inabidi tu mimi niwe nyuma yake. Sababu huenda labda alitaka labda unajua kuna ile mzazi au manager. Kwa sababu tayari amefanya kazi ya manager, anaweza akakuchukua mkono akakupeleka media ukaenda naye, wewe ukawa huko nyuma yake anakutambulisha. Lakini wewe umeanza kujipambanua kabla yeye hajakutambulisha kwenye dunia. Msukumo huo umetoka wapi ndani yako? Yaani ulikuwa unahisi nini mpaka ukayafanya yote haya? Unajua sometimes na vitu vingine mipango ya Mungu. Unaweza pia ukafikiria kitu chako cha dream yako ni hiki, kumbe sio hiki. Ukifanya kitu kingine unakuta umeenda chap. Umeona? Nawe nyingine inakuwa tu ni vitu tu Mungu ameviweka ambavyo wewe mwenyewe ukifanya juhudi ndio unavifikia. Lakini unaweza kuwa wewe ni mtangazaji hapa sasa hivi, lakini mwaka kesho unaweza ukajaribu kitu fulani cha biashara, labda maharage, ukakuta unakuwa tajiri mkubwa. Lakini sisi view zetu hatuzioni. Ni kupambana tu. Kuna kitu ambacho kinakusukuma wewe fanya. Labda unahisi kuna kitu kingine hiki usikidharau. Maana hata mimi muziki pia nilikuwa nafanya, ila sikuweka mbele sana. Nilikuwa naona mwenyewe tu mimi director mzuri natoboa hivi nini. Kweli kufanya nafanya graphics, nafanya kila kitu. Umeona? Lakini kuna kitu kipo ndani yangu chengine hichi. Nikafanya tu. Na unakuta kwamba dream yako ni kumbe dream yangu mbiko hivi. Unajua ukifanya tu kunafikia watu faster kuliko hadi chingine unachokifanya. Kwa kama una vitu vingi, kama sijui wewe ni fundi gereji labda unachora labda nini, yani hivyo vitu vyako kuna ni vipaji automatically vipo. Umeona? Kwa hivyo mdogo. Sawa, wewe sasa wakati umeanza kuvifanya vile vitu vingi, ulitumia muda gani kujitambua na ukasema sasa hili ndo nalifanya, na hilo unaosema hili unalifanya ni lipi? Maana hapo nyuma umeshaniambia wewe ni mtu wa graphics. Nachapa graphics. Sasa hiyo inakuja vipi? Kwanza mimi pia nilianza kufanya training before sana. Tangu nipo school, yani ndo mambo yangu. Mimi niko razi nikipoela shule nisile yote ni KMB tu. Nifanye kitu changu fulani, nijifunze graphics kama alivyosema. Na ilikuwa hivyo. Kwa hiyo vitu ambavyo una feel wewe kuvifanya nasema. Ni kitu hicho kuchora, yani kumchora mtu. Chora, mimi mwenyewe kashanichora sana. Bana inabidi tupate na ushahidi wa picha ndugu yangu. Maana Watanzania waone kwamba kweli Bambo ameleta mtu. Kuna picha yake moja hii kamchora Chino ya juzi, Chino na Mansi. Hajaja nayo iko pale. Kamchora Chino. Alisema ngoja nimpelekee ndugu yangu gift. Kamchora. Kwa hiyo wewe angalia tu mwenye katika upande wa fani. Ana vitu vingi sana, ana particles nyingi sana. Ndio maana mimi nataka tu nimwambia kabisa mimi sitaki utoboe sikio wala utoboe pua. Pua lile ukitoboa lile yeye inakuwa unanificha ficha sijui, maana mimi sitaki mtu shoga au dudunya. Unaita dudunya yani shoga. Sitaki ududunya. Kwa hiyo ukifanya vile vitu vidogo vinaashiria kama ududunya, alafu unataka kunizugazuga nikuhisisi, hamna. Sikio, pua bata maji. Ile mbaya. Wengine asoboa sijui ulimi, sijui anatoboa nini, sijui nini. Wengine anapaka nini madawa ambayo ni baadaye ngozi narudi na kusanyika kama ngozi ya goti. Sasa hivyo vitu mimi nimwambia kabisa hivi usirudie tena. Sitaki ufanye vitu ngozi zako hiyo, fanya hivyo kazi zako, uende hivyo. Mambo mengine ajabu mimi siyataki. Na wewe hiyo ameipokea kwa namna gani ikiwa kama mtoto wako wakati unamwambia? Maana umemwambia lakini pia umemwambia kwa namna kwamba ya kuwaasa watoto wengine pia kwenye yake, yani ndo maana yake. Kwa sababu ni wajibu pia kumweleza mtoto mwingine, lakini kisasa kidogo uende kwa tahadhari. Sababu sasa hivi watoto wanaelewa kidigitali. Wengine labda toka amezaliwa mtu wake hajaye hata kumsema. Kwa hiyo angalia usije ukapigwa bastola, umeona? Alafu ukapigwa bastola wewe unayemsema, sio mtoto alikosea. Ukapigwa wewe. Umeona? Na ndio maana hata siku tulipokaa Chino tukawasiliana na Chino, akasema bwana huyo dogo naomba niletee. Naomba niletee Mbweni huku. Nikampeleka kule. Kwa hivyo fika kule kweli yupo pale wanakaa fresh tu, hamna shida yote. Wala hajaye kuniambia kuna tatizo hili. Akija huko anakuja kunisaidia kunishuti kazi zangu za Azam, afu anarudi kule.
Sawa, tangu ameanza kwa Chino na kufanya kazi labda ambazo imempeleka kule kwa Chino, kuna taarifa zozote ambazo shai kuzipata tofauti na ambacho wewe unafikiria mwanao? Kwanza sio yeye peke yake, familia nzima ya Chino pale sijawahi kusikia mtu analalamika matatizo ya kijenga. Wanakaa vizuri kwa sababu Chino mwenyewe ana roho nzuri. Hana matatizo. Mtu na nusu. Mimi nimeshaniambia kabisa huyu dogo mwache hapa. Unaona, mwache hapa, usihangaike chochote. Usihangaike kwenye nguo, usijui, usihangaike sijui anakula nini. Wewe hao waache hapa. Na ni kweli jinsi ilivyo. Kwa hiyo ni mtu ambaye ana utu zaidi. Sawa, Chino alimgundua vipi, au kuna sehemu ulienda naye? Chino alimgundua vipi mpaka kwanza kusema hivyo bwana, mlete bwana tujifanyane kazi?